Mimi ni mhandisi Profesa Frederick Kahimba, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Uhandisi na Usanifu Mitambo Tanzania TEMDO. Shirika hili liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na malengo yake makuu ni kuhakikisha tunasanifu na tunatengeneza teknolojia mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya viwanda humu nchini. Shirika hili lilianzishwa kama sehemu ya kusaidia maendeleo ya viwanda, kwa maana ya kwamba tufanye utafiti, tufanye usanifu na kutengeneza teknolojia mbalimbali ambazo sasa hizo zitakwenda kusaidia viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa mbalimbali, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapokwenda kuuza bidhaa zetu nje ya nchi, tunauza bidhaa ambazo zimeongezwa thamani. Malengo yetu makuu kama taasisi ni matatu, ambapo lengo la kwanza ni kufanya utafiti, usanifu na maendeleo ya teknolojia ili ziweze kutumika katika sekta za uchumi. Lakini lengo la pili ni kuhudumia viwanda, kwa maana ya kwamba huduma za uhandisi viwandani. Viwanda ambavyo tayari vipo, kama vinakuwa vina shida ya vipuri, matengenezo, basi taasisi hii iko hapa kwa ajili ya kuwasaidia viwanda hivyo. Na lengo letu la tatu ni kufanya mafunzo ya kihandisi. Katika hilo tunafundisha wanafunzi wa ngazi zote. Kuna wanafunzi wa VETA wanakuja hapa kwa ajili ya mafunzo. Kuna wanafunzi ambao wako vyuo vya ufundi na vyuo vikuu vinavyofundisha sayansi na uhandisi wanakuja hapa kwetu. Lakini pia kuna wale ambao wameshamaliza vyuo wanakuja hapa kwa ajili ya mafunzo kazini, internship, ili wawe tayari kwa ajili ya soko la ajira. Lakini pia tunafanya industrial placement, kwa maana ya kwamba watumishi ambao wako makazini tayari, ama wengine wanaweza wakawa ni walimu au wako kwenye sehemu za kazi, lakini wanahitaji ujuzi zaidi wa matumizi ya mashine na mitambo pamoja na usanifu, basi wanakuja hapa shirika la TEMDO kwa ajili ya kupata mafunzo hayo. Kwa kipindi cha serikali ya awamu ya 6, ndani ya hizi siku 100 za serikali ya awamu ya 6, shirika la TEMDO pia limechangia katika kuhakikisha kwamba yale aliyoyaahidi Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia shirika la TEMDO pia imeshiriki katika kuhakikisha kwamba tunashiriki katika utekelezaji. Kwa upande wa viwanda, tumetengeneza ndani ya hizi siku 100 viwanda vitatu, na kiwanda cha kwanza ni kiwanda cha kuchakata kuni mbadala kutokana na mabaki ya mpunga, kwa maana ya pumba pamoja na maranda ya mbao, na kiwanda hicho kimefungwa katika halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale na kinaajiri vijana, ajira za moja kwa moja 50 na ajira zisizo za moja kwa moja ni zaidi ya 150. Lakini pia tumesanifu, tumetengeneza na tumefunga kiwanda cha saizi ya kati cha kuchakata mafuta ya alizeti ili kupata mafuta safi ya alizeti, double refined fortified sunflower cooking oil. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuchakata mafuta tani 9 kwa siku moja na kutoa ajira za moja kwa moja zaidi ya 100, na tayari kiwanda hiki kimeshafungwa na kinafanya kazi kwenye kampuni ya KAP Limited, Kijenge Animal Product, ambayo iko hapa Arusha. Lakini pia tunaendelea na michakato ya viwanda kadhaa ambavyo vinaendelea kutengenezwa hapa kwenye karakana yetu, na muda si mrefu baadhi ya viwanda hivyo vitakuwa viko tayari kwa ajili ya matumizi. Tuna kiwanda cha kuchakata mafuta ya alizeti chenye uwezo wa tani 4 kwa siku, kiko katika hatua za mwisho za kumaliziwa, na hiki kinatarajiwa kwenda kufungwa kwa wenzetu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, kama sehemu ya mafunzo, kuhakikisha kwamba vijana wanaotoka pale basi wanakuwa wana elimu, lakini pia wana ujuzi wa kuweza kuchakata mazao ya kilimo kuwa bidhaa halisi. Lakini tunaendelea pia na mchakato wa utengenezaji wa kiwanda cha saizi ya kati cha sukari cha uwezo wa tani 200 za mua ghafi kuweza kupata tani 20 za sukari. Kwa upande wa sekta ya afya, ndani ya hizi siku 100
timiza ajenda ya mama. Mtakumbuka Watanzania kwamba tumejenga vituo vya afya vingi, hospitali nyingi mama amejenga. Sasa changamoto wakati mwingine inakuwa ni vifaa tiba. Kwa TEMDO hapa tumeshiriki katika utengenezaji wa vifaa tiba ili viweze kutumika katika hospitali zetu. Katika kipindi hiki tumeweza kutengeneza jokofu la kuhifadhia maiti la ngazi 8 na tayari lilishafungwa katika hospitali moja jijini Dar es Salaam, barabara ya Kilwa Road. Lakini pia tumetengeneza vichomea taka hatarishi vya taka za hospitali, navyo vimefungwa katika hospitali. Lakini pia na wenzetu wa mamlaka ya udhibiti wa dawa kwa ajili ya mifugo TVLA tumewatengenezea vichomea taka hatarishi 4 na tayari vimesha kwenda kusambazwa kule. Lakini pia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, kwa maana ya kwamba Bukoba Regional Referral Hospital, tumewasaidia na wao kwa ajili ya ukarabati wa vifaa tiba. Kwa hiyo tunawaambia tu Watanzania pia shirika la TEMDO pamoja na kutengeneza vifaa tiba vipya, lakini tuko kuzisaidia zile hospitali ambazo vifaa tiba vimenunuliwa vinapata breakdown, hawana namna ya kuweza kuvitengeneza, basi wajue kimbilio lao ni shirika la uhandisi na usanifu mitambo Tanzania, wanaweza wakafanya hiyo kazi. Ni waase tu wa Tanzania kwamba anayetaka kumiliki kiwanda kidogo au kiwanda cha saizi ya kati, basi anaweza kutuona sisi shirika la uhandisi na usanifu mitambo Tanzania, tutakwenda kumtengenezea kiwanda. Na kwa kufanya hivyo tunatengeneza ajira humu nchini, lakini pia tunapunguza matumizi ya fedha za kigeni. Lakini ili haya yote yatimie, ili Tanzania ya viwanda iweze kuwa ni uhalisia, tunahitaji soko pia la ndani, na soko hilo litatokana na Watanzania kupenda bidhaa za ndani, kupenda bidhaa ambayo ni mali ya Tanzania, made in Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisha sana shirika la TEMDO ili tuweze kwa pamoja kumiliki viwanda na kuijenga Tanzania yetu ya viwanda. Karibu kwenye teknolojia ya kuchakata mafuta ghafi kuwa mafuta safi. Kwa majina naitwa Injinia Donasiano Joseph Shitundu kutoka TEMDO Arusha. Mbele yenu ni mtambo wa kuchakata mafuta kutoka mafuta ghafi kuwa mafuta safi ya alizeti, yani crude sunflower oil to refined sunflower oil. Tunachofanya kwenye mafuta, kuna maadui kwenye mafuta yakikamuliwa, kuna maadui au kuna uchafu wa aina 3 hadi 4. Adui wa kwanza anaitwa free fat acid, yani ni asidi ambayo inakuwa free kwenye mafuta, harufu, rangi na some impurity ambazo zimeainishwa kwenye kundi moja. Yes, kwa kadri ya soko la mafuta, mafuta yanauzwa shilingi 32,000 hadi 40 kwa lita 5 haya ambayo refined. So kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeongeza thamani ya mafuta ambayo yakiwa hayajafanyiwa uchakataji huu yanauzwa 21,000 hadi 28,000 hadi 30 kwa lita 5. Kwa jina naitwa Irene Gervasi Limo. Tunashukuru sana kwa mradi huu wa TEMDO kwa sababu umetusaidia sana sisi kama vijana. Tulikuwa hatuna ajira, tulikuwa tu mtaani, lakini kupitia huu mradi tunashukuru kwa sababu tunaweza kuendesha shughuli zetu za kila siku, tunaweza pia kujihudumia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mradi huu. Mimi jina langu naitwa Boniface Baso Mng'ori. Mimi ni fundi mechanics na ni fundi wa kukamua mafuta hapa kiwandani. Na hapo zamani kwanza tulikuwa tunakamua mafuta ya alizeti moja kwa moja, tulikuwa hatuwezi kuyachuja kwa kufanya kama refining. Lakini tumepata wenzetu wa TEMDO wameweza kuja wakaboresha zaidi kampuni yetu, na sasa hivi tunakamua mafuta na kuyafanyia refining, na inakuwa ni chakula bora kabisa ambacho kinaweza kwenda kwa mwanadamu kikafika bila tatizo, na mwanadamu sasa hivi anakitumia ilikuwa ni fresh kabisa. Kwa hiyo tunawaamini kwamba TEMDO kitu walichokifanya ni kizuri sana, na wanaendelea kutengeneza vitu ambavyo sasa hivi tunavipata hapa Tanzania. Hatutegemei tena wataalamu kutoka nje, tunao hapa vijana wetu ambao wamesoma na teknolojia hiyo wanaijua vizuri, na sasa hivi wanaendelea kuboresha na tunapata bidhaa vyetu vilivyo kahiki.
Kwa majina anaitwa Steven Yusufu, ni fundi mkuu wa kampuni ya Kijenge Animal Product Limited. Tumeshirikiana na TEMDO, wametusaidia kutengeneza refinery yetu ya mafuta na pia imetusaidia kuongeza ajira kwa watu wengi tofauti na mwanzo tulivyokuwa. Mwanzoni tulikuwa tunazalisha mafuta tunaishia kwenye mfumo wa crude, lakini kwa sasa hivi tunaweza tukafanyia refinery na tukaongeza thamani ya mafuta yetu. Kwa hiyo pia tunaongeza thamani kwa watumiaji na pia hata ajira kwa watu ambao wametuzunguka. Habarini za leo, kwa jina naitwa Onesta Ezra, ni afisa muuguzi msaidizi katika kituo hiki cha afya Mkono. Binafsi kwa kituo chetu tumeweza kunufaika sana na huu mradi, umetusaidia sana katika uteketezaji wa taka. Tofauti na kipindi cha nyuma, taka zilikuwa zinaweza kuzagaa ovyo, na isitoshe tulikuwa na incinerator ambayo ilikuwa ni ndogo, ilikuwa na uwezo mdogo sana wa kuteketeza zile taka. Ila baada ya kupata mradi huu wa TEMDO tuletea na incinerator hii, imetusaidia sana kwenye uteketezaji wa taka kiasi kwamba taka nyingi zinaweza zikachomwa kwa muda mfupi. Kwa majina naitwa Paul Leonard, ni mfanyakazi wa hospitali ni mfanyakazi wa kituo cha afya cha Mkono. Professional yangu ni msaidizi wa afya. Nimeajiriwa hapa kama msaidizi wa afya na majukumu yangu hasa ni kuweza kukusanya taka na kuweza kuzichoma katika incinerator hii ambayo tuliletewa na TEMDO. Incinerator hii inatusaidia sana katika uchomaji taka ili kuepuka magonjwa, na pia imetusaidia sana hasa katika kuweza kuteketeza taka kwa urahisi kuliko mwanzo ambapo tulikuwa tunatumia incinerator ndogo ambayo ilikuwa sio nzuri. Lakini baada ya kuwa tumeletewa na TEMDO, hii incinerator imetusaidia sana ambapo tunateketeza uchafu huu kwa muda mchache sana na unakuwa ni mwingi, alafu tunapokuwa tunateketeza unakuwa inachukua muda mchache sana kuteketeza taka hizi. Hivyo TEMDO wametusaidia sana ili kuweza kuepukana na magonjwa hasa ambayo ni hatarishi zaidi. Nikiendelea kuongelea incinerator hii, imetusaidia hasa kwenye upande wetu wa majirani ambao tunapakana nao, hasa hospitali yetu ya jiji. Kuna muda mwingine unakuta wamekosa sehemu ya kuweza kufanya hii kuincinerate huu uchafu na kuweza kuleta kwetu hapa na kuweza kuwasaidia. Hivyo basi imesaidia hata vituo vingine ambavyo havijapata mtambo huu kutoka TEMDO. Kwa hiyo basi TEMDO wamefanya kitu kizuri na pia tumeweza kufaidika kwa mradi huu. Naomba kama kuna hospitali au kuna taasisi nyingine ambayo inaweza ikachukua mradi huu wa hii incinerator, inafanya kazi vizuri na pia ni kwa muda mchache sana unaweza ukateketeza hata tani moja ndani ya dakika kama 45 unaweza kuwa umemaliza, kulingana na ukubwa na pia na ufanyaji kazi wa hii incinerator yetu. Asante.